Haleluya. Haleluya. Simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Tunaomba nyimbo moja ya kuabudu afu tuingie kwenye mahubiri. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa. Nyanyua mikono yako mbele za Bwana. Nyanyua mikono yako kwa Mungu. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Nyanyua mikono yako kwa Yesu. Mungu mwenye nguvu, wastahili. Nyanyua mikono yako kwa Yesu. Mwabudu Yesu. Sote hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu, wa kuabudiwa, Mungu wakupewa sifa, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Hakuna mwingine wa kulinganishwa. Inua mikono yako juu, mwabudu Bwana. Mwambie tena, wa kuabudiwa, kuheshimiwa ni wewe Mungu, wa kupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Hakuna mwingine sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Sote hakuna mwingine wa kulinganisha Mungu, wa kuabudiwa, wa kupewa sifa na utukufu
Umesema wewe jina lako liko niliko ni wewe, unaonyeshea mvua wema nao waovu ni wewe, unawapa nguvu wanyonge na wadhaifu. Wewe ni Mungu uliyejaa upendo, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Fungua moyo wako, mwabudu Mungu. Umesema wewe jina lako liko niliko ni wewe, unatupa nguvu tuliopungukiwa na nguvu. Mungu wangu, unaachilia mvua yako kwa wanyonge na waovu, maana hiyo ni upendo wako tu ndio unaotangulia. Jina lako liko mahali tulipo. Wewe ni Mungu, Mungu, Mungu wa kuogofya sana. Aya, 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 aya. Na kila litia jina lako hatapungukiwa na kitu. Raba kashata yaba. Wewe ni Mungu, Mungu wa kuogofya sana. Iwewe tunasema kuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Hakuna mwingine wa kufananishwa na wewe. Maana sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana. Napenda nikae na wewe, napenda nikae na wewe, napenda niishi na wewe,
niishi na wewe. Chache, mimi sina mwingine, mimi sina ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana. Worship him. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe. Mimi sina mwingine ila wewe, kimbilio jingine. Napenda nikae na wewe, wewe Bwana wangu, nipe na Roho wako awe ndani yangu. Mimi sina mwingine, sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana. napenda nikae na wewe Bwana wangu, nipe na Roho wako. Sema wewe, sina mwingine, 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 sina mwingine sina wa kujaza kikombe changu. sina Bwana, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, mwambie sina mwingine. sina mwingine, Worship him. Sina mwingine sina wa kunigusa, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine. Wewe mwambie sina mwingine. Shate kate 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 kaya. Ria baba, sina mwingine wa kutegemea, sina mwingine wa kutumaini, sina mwingine. Yesu, mimi sina mwingine, nimebaki na wewe, nimebaki na wewe, sina mwingine, sina mwingine. Holy Ghost is here now. Open your heart. Fungua tu moyo wako, maanisha mbele za Bwana. Funga macho yako, mtafakari yeye. Ninasikia upepo unapita wenye nguvu. My Father. Ninakuita mzee wa siku kwenye ufalme huu. Jesus.
Anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Jiachilie mbele za Bwana. Nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Malaika wa Bwana wako mahali hapa. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Jiachilie kwa Bwana. Asha. Nalita jina lako, nami niwe salama. Nalita jina lako, nami niwe salama. Nalita jina lako, my Father, ili niwe salama. Nalita jina lako, ili niwe salama. Nalita jina lako, hallelujah, hallelujah. Nalita jina lako, ili niwe salama. Nalita jina lako, ili niwe salama. Wewe Yesu, Yesu, wewe Yesu, 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 ayayaya, Yesu, ariapapesa taya, nalita jina lako. Wewe uliye njia, lango ndiye Yesu Bwana, wote tuingie kwake. Unapolita manake unapita kwenye hiyo njia ambayo ni Yesu Bwana. Radabakatayata. Oh Yesu, Yesu, lita jina hilo, lita. Yesu, Yesu, karabakataya. Yesu, Yesu, idib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 
Oh, we call you Jesus. Oh,
Yesu. Jesus, 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 Jesus. Yesu, oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu, nalihitaji na lako, naamini uwe salama. Oh, salama, 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 oh, salama, nalihitaji na lako, naamini Yesu, 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 Yesu. Yesu, Yesu, Yesu nakuita, Yesu nisikie, Yesu niitikie, Yesu nakuita, 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 nakuita. Itika Yesu, itika Yesu, itika Yesu, itika Yesu, itika Yesu, niitikie Yesu, itika Yesu. Umesema utasikia kutoka mbinguni. Itika Yesu, sikia sauti yangu. Itika Yesu, itika Yesu, itika Yesu, itika Yesu, nakuita Yesu. Kwako ndiko salama yangu, kwako ndiko uzima wangu. Nguvu zangu ni wewe Yesu, afya yangu ni wewe Yesu, majibu ya maswali yangu ni wewe Yesu. Nikiwa na wewe niko salama, nikikupata wewe niko salama, nikiwa na wewe niko salama. Nalihitaji jina lako, naamini uwe salama. Nalihitaji jina lako, naamini uwe salama. Umesema mtu akikupata wewe amepata yote. Salama, salama. Salama yangu ni wewe, salama yangu ni wewe. My Father,
Uzima wangu ni wewe. My Father, my Father. Kuishi kwangu ni wewe. My Father, my Father. Afya yangu ni wewe. My Father, my Father. Mlipaji wa ada zangu ni wewe. My Father, my Father. Unayelinda familia yangu ni wewe. My Father, my Father. Amani yangu ni wewe. My Father. Usomeshaye watoto wangu ni wewe. Unijengeaye ni wewe. Sina mwingine wa kunitosheleza ila ni wewe tu. Na ndio maana nikiwa kwako siwezi kuja na ustaarabu. Oh Yesu, ni wewe utoshelevu wangu. Nali taji ala amini wesalama nali taji nalako namini wesalama. Oh salama, 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 nali taji nalako namini wesalama. Salama, salama, nali taji nalako namini wesalama. Kumtegemea Mungu kwangu tamu kabisa, ulio na neno Hebu tafakari ukuu wa Mungu pale ulipo. Angalia jinsi alivyokuwa mkuu sana kwenye maisha yako. Mungu amekutoa mbali, amekutoa mbali, amekutoa mbali. Wengine tungeitwa marehemu, wengine tungeshasaulika, wengine tungekuwa hatujulikani na yoyote, lakini Mungu ametutoa, ametufunika, ametusaidia, ametubeba, ameturehemu. Hata leo tuko hapa tunalisifu jina lake. Ndio maana tunakaa kwa Yesu, tunasema salama iko kwake tu, salama iko kwake tu, salama iko kwake tu, salama iko kwa Yesu tu. Ndoa inakuwa salama ikiwa ndani ya Yesu. Kazi inakuwa salama ikiwa ndani ya Yesu. Maisha yanakuwa vizuri ikiwa ndani ya Yesu. Huduma inakuwa vizuri ikiwa ndani ya Yesu. Nje ya Yesu hakuna chochote. Nje ya Yesu kuna uharibifu. Nje ya Yesu kuna mauti. Nje ya Yesu kuna aibu. Ndio maana tunang'ang'ana kwa Yesu. Asubuhi, mchana na jioni unatuona tuko kwa Yesu, kwa sababu tumegundua yeye ndo kila kitu. Biblia inasema ukimpata Yesu umepata vyote. Vyote unavyovitafuta viko kwa Yesu. Wewe pata Yesu utapata vyote. Hatutoki kwa Yesu hata iweje.
hata lije gharika la namna gani, la rangi gani, vitu vingi vinakuja, mambo mengi yanatokea. Shetani anatutisha kwa namna nyingi sana, lakini tunamjua Yesu aliyetuokoa. Yeye alisema atakuwa na sisi hata ukamilifu wa dahali. Hata tupite kwenye mauti, hata tupite kwenye shida, hata tupite kwenye aibu, hata tupite kwenye machozi, tutalia pamoja naye, tutasimama pamoja naye, tutakimbia pamoja naye, tutakuwa pamoja naye. Alisema mwanamke anaweza kumwacha mtoto wake, lakini yeye Mungu amesema yeye hatatuacha, kwa sababu ametuchora kwenye viganja vya mikono yake. Anatuangalia asubuhi, mchana na jioni. Yeye anatupenda upeo, Mungu wetu. Ndio maana tunaliita jina lake kile itwapo leo. Tukiona mauti tunaliita, tukiona mateso tunaliita, tukiona shida tunaliita, tukiona taabu tunaliita, tukiona kukataliwa tunaliita, tukiona hatuelewi chochote tunaliita. Maana alisema tumuite naye atatuitikia. Baba yetu alisema tumuite. Ndio maana tunamuita asubuhi, tunamuita mchana, tunamuita jioni, tunamuita usiku, tunamuita nyakati zote, wakati wote, kwenye mazingira yote tunamuita Yesu, kwa sababu yeye anafanya kwa ajili yetu. Chana na wengine wanaita miungu yao, chana na wengine wanaita baba zao, chana na wengine wana ndugu zao wana nyadhifa mbalimbali wa kuwasaidia. Sisi tuna msaada. Tunamjua Yesu tu aliyetuokoa, tunamjua Yesu tu anayetupigania, tunamjua Yesu aliyetutoa kutoka chini. Ndio maana hatuchoki kwake, hatuchoki kwake, hatuchoki kwake, hatuchoki kwake. Wanafunzi waligundua siri. Walipoona wanazama, wakasema hakuna namna, tunatakiwa kumuita Yesu hapa. Unapoona mambo hayaeleweki, we muite Yesu. Yeye anatuliza dhoruba. Ukiona mauti, we uite Yesu tu. Ukiona ajali, ita Yesu. Wanafunzi waliona mauti, wakasema, mwalimu, mbona umelala na sisi tunaangamia? Wakamwita. Alipokuwa hajasikia, wakapaza sauti zaidi, wakamwita zaidi, wakamwita zaidi, wakamwita zaidi, mpaka Yesu aliposikia. Mpaka Yesu aliposikia, akawaokoa. Ndio maana tuko kwake siku zote. Ukitaka usalama, kaa kwa Yesu. Usitoke nje kwa Yesu, usitoke nje ya Yesu, usitoke kwenye misingi ya Yesu. Hakuna chochote kisikutoe kwa Yesu. Isiwe magonjwa, isiwe tabu, isiwe shida, isiwe mauti, isiwe chochote. Ndio maana Biblia inasema, ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Yesu? Je, ni dhiki? Je, ni njaa? Je, ni uchi? Je, ni tabu? Je, ni mateso? Ni kitu gani? Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama. Salama
Baba yangu na Mungu wangu, wewe ni Mungu mwenye nguvu sana. Nguvu zako Bwana hazipimiki. Jehova, asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya neema hii. Asante kwa ajili ya watoto wako. Asante kwa kunisimamisha mahali hapa. Ninakutukuza wewe Mungu. Roho Mtakatifu, chukua nafasi, hudumia watoto wako. Sina chochote ninachokijua. Mungu wangu, nitumie kama chombo tu. Nitumie kama chombo tu. Nitumie kama chombo tu. Utukufu wote ukakurudia wewe. Sifa zote zikakurudia wewe. Asante Bwana wangu. Ni katika jina la Yesu. Shangilia Yesu pale ulipo. 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 Nitaenda kuhubiri kwa kifupi sana, lakini tutaomba sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda kuomba sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, wewe unapenda nini kwa Mungu? Kuimba, kuomba? Haleluya. Mimi napenda kuomba sana. Haleluya. Na kuimba sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jirani yako. Mwambie uko sawa sawa. Mwangalie usoni. Usoni. Mwangalie usoni. Muulize uko sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Wangapi wana Biblia wako hapa? Wana Biblia wako hapa? Haleluya. Biblia, tunazungumzia Biblia. Biblia. Haleluya. 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 Mimi nahubiri na vyombo. Mwambie jirani yako, Mkristo mwenye majibu. Mwangalie jirani yako, mwambie jirani, wewe ni aina gani ya Mkristo? Mwenye majibu au uliyekosa majibu kwa watu wengine? Haleluya. Wale walioko nyuma wasogee huku mbele ili tuonane. Just come forward. Viongozi tusaidie watu wakae mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tumeokoka ili tuwe majibu kwa watu wengine. Ikiwa wewe ni Mkristo na umeokoka na unasema Yesu yuko ndani yako, alafu huna majibu kwa watu wengine, huyo Yesu wako bado hajaanza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kichwa chetu cha ujumbe kinasema Mkristo mwenye majibu kwa watu wengine. Haleluya. Mtu anapokuja na tatizo, wewe unamsaidiaje? Unamwambia nini? Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia nini mtu anapokuja na tatizo? Ana magonjwa, ana shida, ana mateso, ana hiki. Matatizo ni mengi kwenye hii dunia. Wengine wamefukuzwa hivi, wengine ndoa ni changamoto. Unamwambia nini? Una kitu gani ambacho unamwambia? Haleluya. Muulize jirani yako, mtu anapokujia, Mkristo mwenzio anapokujia, anakuambia nina changamoto, wewe unakuwa unamwambia nini? Bwana Yesu asifiwe. Tupunguze movement jamani wakati wa mahubiri. Haleluya. Ni wakati wa mahubiri. Haleluya. Tupunguze maongezi wakati wa mahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 10. Haleluya. Msomaji tusomee kwa haraka. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Mkristo mwenye majibu kwa watu wengine. Tunatakiwa kuwa tunasema problem solver. Yaani tunatakiwa tuwe tunasolve matatizo ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuwa anakutana na walemavu na vipofu, alikuwa hana maneno mengi.
Ilikuwa tu ni kwamba anawafungua, anawekea mikono, anawaacha huru, wanaenda kufanya shughuli zao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Msomaji tusomee. Msomaji tusomee muda. Matendo ya Mitume 3, Matendo ya Mitume 3:1-10. Amen. Neno la Mungu. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu aliwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro alimkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kutoka kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akakaza mwendo, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akiwaomba na kumsifu Mungu. Hapo kuna wimbo mmoja hata sijuage unaimbwaje, lakini unasemaga tusimama uende, na ninachokumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Sijui anaimbaje, sielewi, lakini tu unasemaga simama uende, sijui nini, simama uende, sijui unajua usema. Wimbo mmoja mzuri, sisi wameimba kina nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mtu alikuwa anaomba miaka yote, watu wanampita, yani kama mtu awe hapo kwenye geti hapo, yani wanachofanya ni kumhamisha tu, kumweka hapa, wanamtoa hapa leo pasafi, wanamweka hapa. Na hao waliokuwa wanamhamisha na kumweka hapa ni Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alikuwa anakaa kwenye mlango wa hekalu. Haleluya. Amen. Walikuwa tu wanamhamisha, kaa hapa leo, mzee kaa hapa leo, kaa hapa, lakini ni Wakristo wameokoka na wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakina Petro wanaenda, Petro na Yohana wanapita pale, wanamkuta yule mtu amekaa pale kwenye mlango wa uzuri, na yule mtu alikuwa ni anaomba Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako, jirani, ukiona mtu anaomba sana, ana dalili za umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dalili kubwa kabisa ya kujua kwamba huyu mtu ni maskini ni kuomba sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani wewe ukishaanza kuona mtu anaomba, ngoja nikwambie, ukienda kijijini kwetu, ukifika tu, yaani mtu amekuona, mwingine atakwambia mimi naomba hizo heleni. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine, mimi hiyo gauni ukiondoka uniachie. Mwingine, mimi hicho kiatu. Mwingine, mimi hiyo lipstick uliyopaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani wanakuomba mpaka viatu ulivyopaka. Sasa unajiuliza, urudi utembee peku, yaani hujaelewa. Kwa hiyo akiniomba mimi naitikia, naambia sawa. Mimi hiyo sawa. Na kesho nao ukivaa nyingine utakwambia mimi naomba hiyo gauni. Hiyo gauni leo ndo nimeielewa. Unamwambia sawa. Kesho mimi naomba hizo ndala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamwambia sawa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukiona mtu anaomba kila kitu, ujue ana dalili ya nini? Ya umaskini. Maskini anajua kuomba bwana. Yaani maskini anajua kuomba. Haleluya. Amen. Maskini anaweza kukuomba hata kitu ambacho hakiombeki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwenzako yuko kukuomba.
Sasa mimi ninachofanyaga wakishaniomba, yani siku zote ukivaa nguo hata sasa hii mimi hii ndo naitaka. Ukivaa kitenge sasa hichi sasa mimi ndo hiki ndo yani hiki mimi ndo nakipenda. Naambia sawa 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 sawa. Siku ya kuondoka ndo atakapojua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naambia tunaenda pale, naenda kusalimia pale, nageuza gari namna hii. Naenda kusalimia tu pale. Nipo. Maana wanakuinda sasa, wanakuinda kwamba huyu asiye akachomoka una vitu vyetu. Yaani wanafanya kama vya kwao sasa, wamejimilikisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wako kukuinda, si akaondoka. Akikuona tu umesimama. Hivi ushakwenda sehemu na tajiri? Bwana Yesu asifiwe. Tajiri akisimama tunaona simama. Hata akiongea na simu naongea na simu. Bwana Yesu asifiwe. Umaskini una taabu wewe. Au umeenda harusini, umeenda na mtu mwenye gari afu una gari. Afu ni mbali. Yaani mtu atanyanyuke tu ajinyoosha ndio tunaondoka. Hapana, najinyoosha. Usio kanisahau Bwana, usio kanisahau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mimi naambia hamna shida, nitakupa. Hamna, usijali. Yaani usijali, yaani mimi naondoka peku hapa. Afu siku ya kuondoka na mwaga tu mamangu, naambia mama mimi hapa ndo naondoka. Hao watu naambia wewe hawa niachie mimi, naambia naenda tu pale kusalimia. Si unajua mimi na ndugu wengi, naenda kusalimia. Nageuza gari akija kupiga simu, mbona urudi? Naambia niko Morogoro. Nguo zangu, naambia nguo gani? Bwana Yesu asifiwe. Maana haiwezekani eti niache viatu nije peku. Kwani ni nini jamani? Kwa hiyo ukiona mtu anaomba nani, kwetu sisi ni maskini sana. Yaani wewe usinione mimi hapa. Kwetu sisi ni maskini. Lakini mimi sasa nimefanyika kuwa tajiri. Amen. Haleluya. Amen. Mimi ni tajiri wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwetu sisi ukifika, yani umaskini mpaka unanuka. Hivi unajua umaskini una harufu Unajua harufu ya umaskini? Unaijua? Umaskini unanuka, una harufu. Kabisa. Yaani kuna mtu ukikutana naye, unajua huyu ana harufu ya umaskini. Labda kama hujawahi ku-experience umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa huyu jamaa alikuwa miaka yote yuko pale. Ningekuwa mimi huyu jamaa ningesema jamani, naomba mniombee huyo Yesu wenu aniponye na mimi nitoke hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ameona the only option ni kuomba. Watu wanaenda kanisani, wanampita. Bwana asifiwe. Na sasa walikuwa wanamsalimia. Bwana asifiwe. Amina amina. Shilingi 100 hii utakunywa, shilingi 1000 utakunywa soda. Sawa. Wanaingia, wanaabudu Mungu wao, wanajitokea zao wao, wanaenda zao. Yeye yuko pale kwenye ule mlango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wakaja watu wawili ambao wao ni Wakristo ambao wanatoa majawabu kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeokoka ili tuwe majibu kwa watu wengine. Amen. Hatujaokoka tu tukae na Yesu, tuje hapa tucheze, tuimbe, tububujike, tufanyaje, tuondoke nyumbani. Kuna watu kule wanakufa, wanataka wewe uende ukatamke uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu kule wana shida, wana magonjwa, wana mateso, hawaelewi. Kuna sahihi watu wengine wanawaza kujiua. Wewe uko hapa, Yesu ni Bwana, naenda mbinguni. Unajua haleluya, mbinguni tambalale, tutaimba sana. Lakini kuna mtu kule anahitaji wewe utoke hapa, uende ukamwambie sikia, Yesu yupo, atakusaidia. Toka hapa, njoo kwa Yesu. Yesu anasaidia watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamaa alipoona Petro akasema, huyu si mtume huyu. Huyu atakuwa na hela nyingi huyu. Yamkini Petro alivaa kama kanzu hivi. Yaani napiga tu picha yani. Akajua huyu ana hela huyu. Huyu ana hela huyu. Kwanza huyu Petro simfanya biashara, si alikuwa anavua huyu. Huyu businessman huyu atakuwa na hela. Kwa akaona, yani mwana akasema afadhali nimekutana na mtu ambaye anaweza kanipa hata 10,000. Petro akafika pale, akamwangalia. Biblia inasema akamkazia macho. Akamwangalia. Mwambie jirani yako, jirani. Tatizo usilifumbie macho. Liangalie. Likazie macho. Amen. Hakuna eti unaona tatizo unaanza kuangalia pembeni, unalionea aibu. Liangalie
likazie macho, liangalie hivi. Kwa hiyo wewe ndio tatizo, kwa hiyo wewe ndio umekuja kwangu. Lenye tatizo anasema huyu ngoma nilikutana naye safari hii kauzwi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro nampenda, akasemaje? Akasema sisi bwana hatuna fedha. Jamaa alijua leo naondoka na kitita cha maana. Yaani alikuwa anajua leo shekeli, leo mfuko utanona. Petro akamwambia sikiliza wewe. Sisi hatuna fedha. Unatuona sisi hatuna fedha. Sisi hatuna dhahabu. Lakini sisi tunataka kukupa mwenye fedha. Hivi unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hauna fedha, hauna chochote, lakini uko na mwenye fedha. Unatembea naye. Wakasema sisi tukikupa hela kesho utakuja utatuomba tena wewe. Si hatutaki mambo ya kuomba kila siku. Hatutaki. Kwa hiyo ngoja tukupe huyu ambaye yeye ndo mwenye fedha, yeye ndo mwenye uponyaji, yeye ndo mwenye kila kitu. Alafu akikuponya utaenda kufanya kazi, hizo pesa utazipata. Usitusumbue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi unamwona mtu ambaye ana majibu kwa watu wengine? Inspect hapo kumpa mtu, kumsaidia mtu, leo na njaa umempa unga, leo na hiki umempa hiki, leo na hiki. Wewe mlete kwa Yesu. Ukishamleta kwa Yesu, akishaokoka, Yesu atampa unga, Yesu atampa mafuta, Yesu atampa kila kitu, Yesu atampa ada, Yesu atampa mme, Yesu atampa kila kitu anachohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa itakuwa alishangaa moyoni mwake akasema, ila huyu Petro naye. Mimi nataka pesa alafu yeye ananiambiaje? Nikuulize, pesa yule jamaa aliyoenda kuitengeneza baada ya kufunguliwa pale inafanana na aliyokuwa anaomba pale mlangoni? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwambia sisi hatuna chochote, lakini tukupacho ndicho tulicho nacho. Kwa jina la Yesu nyanyuka, ufanyaje? Uende. Haleluya. Amen. Biblia inasema akamshika mkono, akamsaidia kunyanyuka, kwamba ngoja nikusaidie maana hujanielewa. Maana unaweza ukakaa hapo wewe, imani yako ndogo sana. Hebu ngoja nikusaidie ili uweze kujua Mungu ninayemwabudu. Akamshika mkono, akamnyanyua namna hii. Biblia inasema na vifundo vyake vikaanza kufanyaje? Kutiwa nguvu. Akaanza kutembea, akaanza kutembea, akaanza kutembea, akaanza kutembea, akaanza kurukaruka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Acha kupeleka maelezo kwa mtu. Mtu anakwambia nina shida. Wewe baada ya kutoa suluhisho, baada ya kumwambia Yesu amsaidie, wewe unaanza kutoa maelezo, unaanza kuleta elimu. Unajua. Wewe una kitu gani cha kumsaidia mtu? Haleluya. Mimi sijaolewa na mwaka wa 3. Unajua wewe shida ni shepu, unajua wewe shida wewe uombi, mwambie hivi, kaa vizuri na Yesu. Yesu anatengenezaga shepu, Yesu anatengenezaga sura, hata kama imebondwa na shetani huko, lakini Yesu anaweza kuikarabati ikakaa vizuri. Alafu wachumba wakaja wakasema, huyu binti kumbe ni mzuri hivi. Kaa vizuri na Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nishakuona mtu ana miaka 50 kaolewa. Sasa unaweza ukajiuliza, huyu miaka 50 anaenda kufanya nini huko kwenye ndoa? Ndo kaolewa na ndoa kubwa kabisa, na mabinti wa miaka 20 wapo kanisani wanaimba tambalale kwa Yesu, kwa Yesu tambalale, lakini mwenzako ana 50. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unacheza na Yesu. Yamkini yule mume wake alikuwa anamuona na miaka 30. Yamkini nyinyi mnamwona na miaka 50, mwenzana na miaka anamwona na miaka 25. Na mkisema mzee, mwenzana anamwona binti. Unaelewaga Yesu anavyotengenezaga watu? Muulize Paulo, atakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nenda katoe suluhisho kwa watu. Huna suluhisho, kaa kimya. Huna uhakika na Yesu wako, kaa kimya. Usianze maelezo marefu kama vile unaandika watu hawataki maelezo, wanataka suluhisho ya majibu. Watu wana shida, watu wana mateso, watu wana vifungo, wanataka mtu ambaye atawatoa kwenye vifungo, sio maelezo marefu. Unajua mimi nina PhD, mimi nina hiki, unajua kwetu mwenzio anataka namna gani atatoka kwenye hayo maisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Mimi nakumbuka wakati tumeokoka tulikuwa na rafiki yetu mmoja daktari, tuko naye pale. Sasa kuna rafiki yetu daktari naye na rafiki yake. Sasa huyo rafiki yake mke wake akawa na mjamzito, alafu mtoto akafia tumboni. Sasa akaja kwa huyo rafiki yake ni daktari kwamba akae pale karibu na kliniki. Wakaenda kumpima wakasema, bwana, mtoto amefia tumboni. Sisi ndo wana maombi, prayer warriors ndo sisi. Tukaitwa, daktari rafiki yetu akatoka, sasa bwana, hapa kuna tatizo, kuna huyu hapa mke wa rafiki yangu mtoto kafia tumboni, sasa tunafanyaje? Sisi tukasema tumuite Yesu. Kwani Yesu si anafufua? Alimfufua Lazaro, atashindaje kufufua mtoto tumboni? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukaanza kuomba. Siku ya kwanza tunaomba, siku ya pili tunamuuliza, vipi mtoto anacheza? Bado. Tunaomba. Akienda kule kupima, daktari anaambia, we dada, hivi unataka kufa eti? Kizazi kinaoza, we dada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akija huku kwetu sisi ma prayer warriors tunaambia, usijali, Yesu alifufua, hakuna kitu kinachomshinda Yesu. Yaani tuombe, tunaomba. Akienda kwa daktari anaambia, yaani mimi nakuhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaomba mpaka dada akasema, jamani, basi niende tu nikafanyiwa operation huyu mtoto. Tukamwambia haiwezekani, yuko Yesu anayesaidia watu. Sisi hatuna chochote, sio madaktari, lakini tunaweza kukusaidia. Tukamuita Yesu, tunaomba. Siku hiyo tumekaa tunaomba, mara kidogo tukaona mtoto anacheza tumboni. Akasema, jamani, mbona nasikia kama mtoto anacheza, au ni mimi tu? Hebu ngoja, sikilizeni. Tukaanza kuweka masikio, tukasikia mtoto anafanya kitikiti. Tukasema, huyu ndiye Mungu. Tumetoa jawabu kwa mtu ambaye alishakata tamaa, akaona sasa hapa mimi ni operation tu, nimepoteza mtoto na operation nitafanyiwa. Lakini tukamuita Yesu. Yesu uko wapi? Huyu mtu anakuhitaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama pale ulipo kwanza. Simama chap. Simama kama mtu mwenye uhai. Sema, Bwana Yesu. Nyanyua mkono wako mmoja juu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tatizo lolote. Ugonjwa wowote. Niliozaliwa nao. Tabia yoyote. Niliozaliwa nayo. Leo Bwana Yesu. Ikaniachie kwa jina la Yesu. Ikatoke ndani yangu kwa jina la Yesu. Ikafe ndani yangu kwa jina la Yesu. Iondoke ndani yangu kwa jina la Yesu. Hebu omba pale ulipo. Mwambie Yesu, tabia yoyote, kitu chochote ambacho umezaliwa nacho. Wengine wamezaliwa na tabia za kulisi. Wengine wamezaliwa na magonjwa ya kulisi. Hebu mwambie Bwana Yesu. Wengine ni ulemavu ambao haonekani kwa macho. Nenda mwambie Yesu, chochote nilichozaliwa nacho kutoka kule kwenye kulisi, upande wa baba, upande wa mama, leo kikaondoke kwenye maisha yangu, kwa sababu nimekupokea wewe, kwa sababu nimekupokea wewe, kwa jina la Yesu, 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 kwa sababu nimekupokea wewe. Acha kila tabia, acha kila roho ile niliyoirithi kutoka upande wa baba, kutoka upande wa mama, ikaondoke kwa jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Amen. Kaa pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona watu? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunamtaka Mungu, sio maelezo. Amen. 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 Tunamtaka Mungu, sio maelezo. Watu wakaanza kuona yule mtu analukaluka, wakasema huyu si ndo anayekaga hapa kwenye mlango mzuri. Imekuwaje tena, mbona analukaluka? Na Biblia inasema walienda naye hekaluni. Yamkini alitoka pale akaenda kule akasema, jamani, niko tayari kuokoka, niko tayari kumpokea Yesu, niko tayari kumwabudu huyo Mungu wenu ambaye mnasema kwamba anaponya, na mimi ameniponya, niko tayari. Analukaluka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwe suluhisho kwa watu wengine. Amen. 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 Mwambie jirani yako, tuwe suluhisho. Tuwe suluhisho. Tusisababishe matatizo.
bali sisi tuwe watu wa kusolve matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha kusababisha matatizo kwa mtu mwingine. Yaani wewe uwe ndo sababu ya yeye kutoka kwenye matatizo. Ukiona mwenzako na matatizo, muitie Yesu, mwambie Yesu, ninakuita, mimi siwezi kumsaidia, lakini wewe unaweza kumsaidia. Saidia huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanataka tu wamuone Yesu wetu. Tukisema tumeokoka, tukisema Yesu ni Bwana, tukisema Yesu ana nguvu, sio kwa maneno na mdomoni tu. Wanataka kuona hiyo nguvu, wanataka kuona Yesu anapookoa, wanataka kuona Yesu anapoponya, wanataka kuona Yesu anapofanya, ili wamwamini huyo Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alipokuwa anaponya watu, ndio kesho yake watu wanaongezeka, wanamfuata nyuma, wanasema kumbe watu wameponywa. Aliponywa na yule kiziwi, ameponywa na yule kipofu, basi na sisi hebu tuendeni. Wanakusanyana, wanaenda. Haleluya. Amen. Simama pale haraka, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hali yoyote ninayopitia ambayo ni dhaifu, hali yoyote ninayopitia ambayo ina udhaifu, Bwana Yesu, wewe unazo nguvu. Roho Mtakatifu, kwako kuna nguvu. Weka nguvu kwenye hiyo hali, ikawe hai tena, ikawe hai tena, ikawe hai tena kwa jina la Yesu. Hebu omba pale ulipo, mwambie Bwana Yesu, ile biashara iliyo dhaifu, ile kazi inayoelekea kufa, yale mahusiano yanayoelekea kuvunjika, mwambie Yesu, yeye anazo nguvu, anaweza kutia nguvu kwenye hiyo kazi, anaweza kutia nguvu kwenye hiyo biashara, anaweza kutia nguvu kwenye hayo mahusiano, yakawa hai tena, yakawa mazima tena, yakastamiri tena, yakawa mazuri tena kwa jina la Yesu. Hebu omba pale ulipo, mwambie Yesu 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 pale ulipo, kwa jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Roho ya umasikini, roho ya umaskini iliyopo kwenye kizazi cha kwanza, iliyopo kwenye kizazi cha pili, kwenye kizazi cha tatu, leo ninajitenga naye. Mimi sio masikini. Yesu alifanyika kwa tajiri ili mimi niwe tajiri. Bwana Yesu, ninakataa hiyo roho, ninakataa hiyo roho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hebu omba pale ulipo, jitenganishe na hiyo roho ya masikini, jitenganishe na hiyo roho ya mangaiko, jitenganishe na hiyo roho ya aibu, jitenganishe na hiyo roho ya aibu kwa jina la Yesu. Jitenganishe nayo, jitenganishe nayo, jitenganishe nayo, jitenganishe nayo, jitenganishe nayo, maana Mungu wetu, fedha, dhahabu na vitu vyote ni mali yake. Kataa hiyo roho ya masikini, jitenge nayo kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu, nitafutia utajiri, nitafutia mali, fedha zote, utajiri wote. Yesu ulisema utatupa utajiri hata wa mataifa. Kwa jina la Yesu sitakuwa masikini, uzao wako hautaomba, hautahangaika. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kizazi changu hakitahangaika. Kwa jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Chochote kilichokufa kwenye maisha, chochote kilichonifanya, chochote kilichokufa kwenye maisha yangu, chochote kilichokufa, iwe ni biashara, iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni kazi, iwe ni wateja, iwe ni huduma, iwe ni huduma. Bwana Yesu, Bwana Yesu, sasa kikawe hai, kikawe hai, sasa kikawe hai, kiwe hai, kama miguu ya yule mwanamume aliyekuwa anakaa pale kwenye mlango mzuri, iliyokuwa imekufa tokea kuzaliwa, haikuweza kutembea. Bwana Yesu, ninakuja kwako. Hakuna kitu ambacho wewe unashindwa kukiwekea uhai. Bwana Yesu, acha chochote kilichokufa kwenye maisha yangu kikawe na uhai tena. Hebu tamka uhai, hebu tamka uzima, hebu tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai kwa jina la Yesu, kwa
jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tamka uhai, biashara itamkie uhai, watoto tamkia uhai, huduma tamkia uhai, tamkia uhai, tamkia uzima tena, 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 tamkia uzima tena. Hakuna mauti, chochote kilichokufa, iwe ni huduma iliyokufa, iwe ni kibali kilichokufa, chochote kile kilichokufa, mahusiano, tamkia uhai, tamkia uhai, tamkia uhai, tamkia uhai, tamkia uhai, kwa jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninatamka kasi. Natamka kasi. Kwa kasi. Kwa kasi. 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 Speedy. Speedy. Kwenye kila eneo la maisha yangu. Kwenye kila eneo. Bwana Yesu. Ninatamka speedy. Natamka kasi. Kasi ya mafanikio. Kasi ya huduma. Kasi ya maongezeko. Kwenye kila eneo. Hebu tamka kasi. Tamka kasi. Tamka kasi. Tamka kasi. Tamka kasi. Uponyaji wa kasi. Maongezeko ya kasi. Kwa jina la Yesu. 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 Tamka, tamka, tamka. Tamka, tamka, tamka. Tamka, tamka, tamka. Kwa jina la Yesu. Tamka kasi kwenye kila eneo. Kwenye kila eneo. Kwenye kila eneo. Kwenye kila eneo. Wengine wana nyumba zao, wameacha kujenga miaka mingi. Wengine wana viwanja, hawajamalizia kulipa. Mwambie Bwana Yesu, natamka kasi. Kasi ya kujenga, kasi ya maongezeko, kasi ya mafanikio, kasi ya kibali kwenye kila eneo, kasi ya uponyaji, kasi ya ufungulivu kwenye kila eneo, kasi 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 kila eneo. Tamka kasi, tamka kasi, tamka spidi, tamka spidi, tamka spidi, tamka spidi, tamka spidi kwenye kila eneo, kwenye biashara, tamka spidi ya wateja, tamka spidi ya wateja, tamka spidi ya wateja. Wateja wakatoke mashariki, wakatoke magharibi, wakatoke kaskazini, wakatoke kusini. Kasi ya maongezeko, kasi ya uchumi, kasi ya kibali, kasi ya wateja, kasi ya wasaidizi, kasi ya kila eneo. Tamka kasi, tamka maongezeko, tamka maongezeko, tamka maongezeko, tamka maongezeko, tamka maongezeko, tamka maongezeko, tamka spidi, tamka spidi, tamka spidi. Pale ambapo ulikuwa unatembea ukakimbie, ulikokuwa unakimbia ukapae, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tamka kasi ya kupata kazi, ya kupata kazi, ya kumaliza kile ambacho ulianza, kwa jina la Yesu. Kasi kwenye ofisi ya kupata cheo, kwa jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Shangilia Yesu pale ulipo. Amen. Shangilia Yesu pale ulipo. Amen. Ngoja nikutajie sifa za mtu ambaye anatoa majawabu kwa watu wengine. Cha kwanza ni mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sifa za mtu ambaye anatoa majawabu kwa watu wengine. Cha kwanza, muangalie anamcha Mungu. Maisha yake ni masafi. Anafuata sheria za Mungu. Anatembea na Mungu. Cha pili, angalia, je, ni muombaji? Hawa kina Petro na Yohana walikuwa wanaenda kuomba, walikuwa wanaenda kufanya ibada. Hauwezi kuwa ufanye ibada hauombi afu uniambie unaweza kusaidia mtu kiroho. Haleluya. Amen. Angalia, ni muombaji. Bwana Yesu asifiwe. Mtu muombaji ukienda kumwambia jambo, atakwambia njoo tuombe. Hata kwambia ngoja tu nikuelezee, yaani mimi mwenzako ndo na matatizo makubwa kuliko, atasema ngoja tuombe. Ngoja tumuite Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini angalia, amejaa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namba 3, amejaa Roho Mtakatifu. Angalia, je, anatoa suluhisho au maneno mengi? Maana Biblia inasema kwenye maneno mengi kuna uharibifu. Ukishaona mtu ana maneno mengi, kuwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ni jambo la 4. Jambo la 5, anamwamini Mungu anayemwabudu. Ana imani na Mungu anayemwabudu aliyemwokoa. Petro na Yohana walikuwa wanamjua Yesu.
Hawakuwa na doubt kusema simama uende. Walisema mara moja na Yesu akafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kingine, anajua mamlaka alionayo. Maana mtu anaweza kama ameokoka lakini hajui ana mamlaka gani. Mtu mwenye mamlaka anatamkaga vitu na vinatokea na hana shaka. Wala kina Petro kwanza kumwambia Yesu, subiri sasa hivi, kwa hata wakumuuliza historia. Bwana Yesu asifiwe. Hawakumuuliza hata historia, eti imekuwaje, umekuwa mlemavu mpaka leo hujatembea, umeshaenda kwa daktari, daktari anasema wao walisema tu simama ufanyaje, uende. Kwa sababu walikuwa wanajua mamlaka waliona. Biblia inasema Mungu ametupa mamlaka. Haleluya. Lakini hakikisha wewe mtu anatatua tatizo moja kwa moja. Sio mtu ambaye anakuwekea kliniki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kwamba ukifika on the spot umefunguliwa, imeisha. Sio njoo kesho kutwa, sijui nini, kimeenda kila siku kama kliniki. No, hapana. Yesu alifungua watu mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Otherwise labda huyo mtu mwenyewe awe hataki kutoka kwenye hivyo vifungo. Haleluya. Sasa muulize jirani yako, je, wewe unatoa nini kwa watu? Muulize unatoa nini kwa watu? Muulize, mwangalie usoni, mwambie unatoa nini kwa watu? Unatoa uzima, unatoa suluhisho, unapeleka matatizo? Haleluya. Simama pale ulipo. Shangilia sababu. Anza kumshukuru Mungu pale ulipo. Mwambie Yesu asante. Anza kumshukuru Mungu. Mwambie Yesu asante. Anza kumshukuru Mungu pale ulipo. Anza kumshukuru Mungu pale ulipo. Mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante. Katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana. Asante kwa neema yako. Asante. Shangilia sababu. Asante Bwana Mungu kwa kututembelea Bwana. Amejibu haja moyo. Na shangilia sana sababu huyu Yesu amejibu haja. Na shangilia sababu Bwana amejibu haja ya moyo wangu. Na shangilia sana, shangilia sababu Mungu wangu amejibu haja ya moyo wangu. Na shangilia sana, shangilia Mungu amejibu haja ya moyo wangu. Nyosha mkono namna hii. Sema Bwana Yesu, asante kwa ibada nzuri. Asante kwa kutuhudumia. Asante kwa neema hii. Mungu wangu na Baba yangu, tazama Bwana Yesu, tunajiachilia mikononi mwako. Tunaomba ulinzi wako, ule ulinzi wa malaika wako ukambatane pamoja nasi. Mungu wangu na Baba yangu, wiki inayokuja Bwana ikawe ni wiki njema, ikawe ni wiki yenye mafanikio, ikawe ni wiki ya kutunzwa, ikawe ni wiki ya kulindwa, ikawe ni wiki ya kuongezeka. Jehova Nisi, mikwama haina nafasi, mikwama haina nafasi kwenye wiki nzima, kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu. Mafanikio yatatufuata Bwana kila tuendapo. Malaika wako watakuwa pamoja nasi, yule malaika wa mafanikio, yule malaika wa ulinzi, yule malaika Bwana mwema wa habari njema atakuwa pamoja nasi. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu, katika jina la Yesu. Shangilia Yesu pale. Shangilia sababu Mungu amejibu haja ya. Na shangilia sana
tunaamka kama wagonjwa. Nashangilia sababu Mungu amejibu haja ya moyo. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao, maana pale walipo wawili au watatu, karibu ndugu, karibu rafiki, katika nyumba ya Bwana.